ilitakiwa kuwa imejaa wanafunzi na wazazi wao na wananchi. Sababu hapa Marsabit 80% ya mashule, kama hakuna CDF hakuna shule. Wakati ukitembea kwa hizo shule, kutoka building moja kwenda ingine ni CDF ya miaka fulani. Pengine washikadau wengine wanaweza kuwa wamejenga kitu moja kwa hiyo shule ama mbili. Kwa hivyo ndio nilifikiri wale watu ambaye wanafaidika zaidi na CDF wangekuwa wamejitokeza wakiwa wengi kabisa, ili muonyeshe Wakenya wengine kupoteza CDF is not an option, and you must say no to that. Jambo ile imetuleta hapa leo ni maneno matatu. Ya kwanza ni CDF ambaye mumeelezwa vizuri kinaga ubaga na chairman ya CDF. Ni nini CDF imefanya? Yeye ameongea ile awamu nimekuwa bunge, na hapo mbeleni CDF pia imefanya kazi, na pia tumeelezwa kuhusu NGAF, National Government Affirmative Action Fund, ambaye inakuja chini ya ofisi ya Women Representative, na wameweza kuangazia ni nini hiyo fund inafanya. Ni kuweza kuangalia maneno ya kina mama or the girl child, maneno ya walemavu na maneno ya vijana youth, na jinsi gani hiyo sehemu tatu ya wananchi katika sehemu yoyote wanaweza kuangaliwa. Alafu ya tatu ni maneno ya Senate Oversight Fund. Senator hana pesa yote, lakini anatakiwa kuhakikisha serikali ya ugatuzi, national government, inafanya kazi vilivyo. Na ndio bunge imekaa na ikasema hizi funds tatu lazima ingizwe kwa katiba. Na hiyo mawazo imetokana na nini? Kila wakati iko watu wanaenda kotini ya kuwa bunge iko na powers sana, na ile pesa ambayo wanasaidia na wananchi ni pesa inatakiwa kwenda kwa county. Nataka niwafafanulie kabisa leo, kama iko NGAF, kama iko CDF ama Senate Oversight Fund, hiyo pesa sio ya wajumbe, hiyo ni pesa ya ofisi ya kuweza kufanya kazi. Sababu hata bunge kama Raso leo atakuwa bunge, mwingine atakuja, na bado hiyo ofisi iweze kufanya hiyo kazi. Kama Mheshimiwa Naomi hatakuwa pale, yule atakuja hawezi kufanya kazi bila kutatizwa na upande wowote. Katika Kenya hivi sasa tumekuja kuona iko watu ambaye perennially kazi yao ni kwenda kotini kutatiza serikali kuu ama hata serikali ya ugatuzi. Sisi hatujui sababu, lakini sababu ile imetuleta leo
ni kuweza kupata shawishi yenu. Nyinyi mnakubali CDF, NGAF na Senate Oversight Fund iwekwe kwa katiba ama hapana? Hiyo ndio imetuleta leo. Kwa hivyo wangapi wanasema hizo funds tatu iwekwe kwa katiba? Asante sana. Asante sana. Watu ya SACCO na Marsabit wameongea. Na nataka kufupisha ikisema maneno machache. Katika universities na colleges, wale wanatoka SACCO constituency, vijana zaidi ya 80% ni wale hawezi kuwa kwa hiyo higher education kama hakuna CDF. Na najua sahi kwa teacher training colleges tuko na zaidi ya vijana 125 ambaye kama hakuna CDF wangekuwa wanakaa kwa Manyatta. Upande ya medical colleges is the same. So our story does not change. If we do away with CDF, then we do away with education in our region. If we do away with the GAF, sababu ya siasa ndogo ndogo, it means a lot of people wale wanatembea na crutches, wale ambaye ni orphans, wale ambaye hata siku moja kwa wiki maybe hawezi kunywa maziwa watasaulika. And that is why ukisema hakuna NGAF, hakuna CDF, then utakuwa umetuweka kwa gereza fulani na umefunga mlango. Kwa hivyo ni muhimu sisi tuitikie kwa sauti moja ya kuwa hii iingizwe kwa katiba ya Kenya. Very good. Na wengi wanauliza kwa nini katiba? Si nyinyi wabunge mpitishe tu alafu iendelee? Hapana. Kama jambo haliko kwa katiba, wengi wanaweza kuchallenge, kwenda kotini, kwenda wapi. Kwa hivyo kama wabunge tukakaa, tukafikiria, tukasema the only way to defeat these perennial contestants in our courts then is to make these funds constitutional. And that will solve all the problems. Jambo la pili nataka kuambia, hizi funds ziko, kama pesa itapatikana kwa serikali kuu, hizi funds zitatumika kwa county government. Haiko na competition, sababu sisi tunajua iko magavana sama watu wengine wanasema hizi funds zina compete na counties. Serikali ya national government inatakiwa kutumikia watu wake. Every 5 years we elect a national government, just like we will elect a county government. So hiyo serikali kuu
pia lazima iweze kufanyia watu wake kazi. So hakuna vile kutakuwa na utatanishi baina ya serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Na lazima watu watoe hiyo kwa akili yao. Because they say that there's competition between national government and county government. That competition is not there. So this is just the national government is stretching its hand to reach its people. Sisi, we belong to Kenya. And Kenya is our business. Hakuna vile resources ile iko Nairobi, tunaambiwa iko pesa ya ugatuzi. Na ile pesa imebaki national government, itatufikia siku gani? Kama vitu kama affirmative action, nanga, ama Senate Oversight Fund haitufiki. Kwa hivyo hiyo ndio kitu lazima muelewe, ya kuwa hizi funds haitakuwa inafanya kazi county government ingefanya. Sasa hii county inajenga mashule. Na wauliza hiyo watu wa Marsabit. County ni shule gani niti? Kilasa gani? Wala kesho. So wakati huu vitana chenje. Yo yesakam tena nile sai tungekuwa tumejua. Tanafu jimu jumeno jat, uji women rep jat, uji senetano jat. Kanairobi tujini di saniojan, amo ada kesalete uji sumula chupa. Kamisho yo wandiku constitution case tutakuwa tunafanya kazi tofauti. Ya kuwa ukikuja kwa hapo kwa CDF ionyeshwe ni projects gani zinaendelea, projects gani zimeisha, so that watu hawaulizi CDF inafanya nini. The same thing kwa women rep. Ukifika pale kwa ofisi bila kuona mtu, unaona nini inaendelea vile Abinur hapo amesoma. So that kuwe na confidence between those who govern and the governed. Kusiwe na hiyo tashwishi. Ya mwisho, sababu sitaongea tena, nashukuru sana wale vijana wetu wa bunge wale wako hapa leo. Ingawa hawajawaambia wametoka Kenya sehemu yote. Wengine wametoka Central, wengine Northeastern, wengine wametoka Nyanza, wengine Coast. Na hiyo ndio bunge ya Kenya. Wakiwa wamesikia hivi hapa, maybe kwingine wanaweza kusikia tofauti. That is why it is always good to bring a third eye. Kuweza kusikia mawazo ya hawa watu eneni. Ya mwisho nafikiri wakati tutapeana basari, communicate, and I think we'll be able to do it in the next few days. Kwa hivyo asanteni sana wale wameweza